Shem. Mguu kwa naelekea Mahomboi kwako pale. Vipi lakini? Safi Shem, kwema. Kwema mishe? Safi mzima. Mimi mzima, muda wa sokoni huu. Simu yako inaonyesha kamera hii, angalia isilete reflection fulani. Za hapo nyumbani lakini. Nzuri tu Shem, habari. Nzuri kabisa. Tusikie nini? Mimi sasa. Hamna hata ya kusikia. Kimya kimya. Kimya kimya. Nilikuwa natoka zangu huku go down kuwacheki hawa washikaji. Maana nipita hapa kwa dogo, maana kuna kainshi tuliongea naye jana. Yupo lakini? Hayupo. Hayupo? Hayupo Shem. Kaenda wapi? Kuna muda alikuja pale nyumbani. Umeona alipofika sasa. Tukawa tumekaa naye humo ndani. Kwako pale. Nyumbani. Kisha baadaye tena sijui alikuwa anatafuta tu nini kwenye begi hapo, sijui alikuwa anataka abadilishe nguo. Akawa ameiweka sasa nini simu yake kitandani. Ile simu nikaichukua. Kuangalia hivi ikawa imeingia message. Hiyo message ya demu wake. Ukijana huo. Yaani paka tumegombana shemeji. Yule dada jirani ndo akaja kutuamua. Ni matatizo mengine sasa. Yaani pale sio kuamuliwa. Ndugu wangu ningeivunja hiyo simu na angenipiga vibaya. Na alinipiga kabisa paka kaniga ili shingo, amenikaba ili shingo. Basi. Ni shida sasa. Mambo ya matatizo. Hizo ndo changamoto za duniani. Unajua ni nini? Duniani kwenye mambo ya ndoa kuna haya, hata unaweza kumkuta hata mchungaji anafungisha ndoa, lazima maneno mawili huwa anayaongea sana. Katika ya mwanaume na mwanamke, kwamba kuna milima na mabonde, ukiyavuka yote hayo kuvumilia lazima upitie changamoto. Shemeji, mimi nilikuwa sio hivi. Yaani sema dogo amebadilika. Unajua sisi vijana bwana, kishapata keupe kameshazoea Carolite. Unamsahau na mwanamke wa ndani. Nasahau na wa nyumbani. Pole bwana, mimi dogo ngoja nitamuona, njaribu kuongea naye. Nitamuona. Yaani tu kusema kwamba hawezi kubadilika yule. Na habadiliki. Nasa wewe labda tuseme. Ametengenezewa dawa ni. Sijajua. Unajua saa hizi mitandao ya kijamii bwana. Simu zinaharibu sana watu. Sana. Yaani mtu wewe ukalizika na maneno ya kuambiwa mko live. Baada ya kukiri kwamba mke wangu nimekosea, akaanza kunipiga. Ngumi. Amenipiga vibaya. Vitoto vya 2000. Vitoto vya 2000. Hiyo namba nimeihisi. Ile namba nimeihisi kabisa shemeji. Sizani. Wewe ukitaka nilimwambia yule dada toka tu aliyekuwa anatuamua. Nilihisi kuwa ni namba yake. Sema tu sijaifanyia uchunguzi. Usimhukumu mtu, yani usije ukamhukumu mtu bila kumhakikisha kupata nani zake. Sawa. Ili nalifuatilia paka lieleweke. Mimi sio mjinga. Nashinda ndani nafanya kazi, nampikia, namfulia, namtandikia shemeji. Hiyo si dharau kabisa. Ndio ilivyo. Basi poa, sio unaelekea hivi. Kwa kuwa dogo hayupo. Twende tutafanyaje? Twende. Ila sasa inatakiwa ukaa kimakini, maana dunia saa hizi imebadilika sana. Unaona sasa? Dunia saa hizi imebadilika sana, unakaa naye kiakili. Sasa utakaje kiakili shemu? Nakaa kiakili. Wewe tulia, tutaliangalia ndogo, nitamhoji. Dogo mimi nitaongea naye. Nitamkanya, maana hata mimi mwenyewe sijai kuingia kwenye ndoa. Fresh tu nitaongea naye. Siko sawa shemeji, yani hapa.
sielewi kila kitu. Basi kwa weka hemee sasa huko. Haya shemeji. Kwa hiyo unapita wapi hapa? Mimi ngoja niingie huko kwanza. Kwa nani? Kwa jamaa tu hapa nikaenda na ofisini kwangu. Nimekaacha kadogo. Basi kwa shemeji. Haya poa. Mimi nitaongea naye, nitakujulisha. Haina shida. Au utakuja kabisa nyumbani? Naweza nikaja nyumbani. Haya shemeji.